Siku ilianza kwa rangi ya waridi. Mage alisimama mbele ya kioo kikubwa cha chumbani kwao, akijitazama tumbo lake lililochomoza kwa miezi 7 sasa. Ndani ya tumbo hilo kulikuwa na kiumbe ambacho yeye na mumewe Lukamba walikuwa wamekingojea kwa miaka 5 ya dhihaka na masimango ya ndugu. Lukamba aliingia chumbani, akatabasamu na kumshika mabega, akambusu kwenye paji la uso. Lukamba, mke wangu, unajua kila nikikutazama naona muujiza. Miaka 5 tulichekwa, lakini leo Mungu ametupa heshima. Huyu mtoto akizaliwa nitahakikisha anaishi kama mfalme. Wewe ndiye malkia wangu wa pekee, Mage. Hakuna mwanamke atakayechukua nafasi yako. Mage akiegama kifuani kwa Lukamba. Asante mume wangu. Nilikuwa naogopa kama utachoka kunisubiri, lakini upendo wako umekuwa ngome yangu. Naahidi kuwa mama bora kwa mwanao. Mage alihisi amefika kilele cha furaha, lakini hakujua kuwa mwangaza wa jua ule ulikuwa ni utulivu kabla ya dhoruba kuu kuanza. Usiku mmoja, saa 8 za usiku, giza lilikuwa nene. Lukamba alikuwa bafuni akioga baada ya kurudi kazini usiku sana. Simu yake iliyokuwa juu ya meza iling'aa na kutoa sauti ya ujumbe wa WhatsApp. Mage akidhani labda ni dharura ya kazini, aliichukua simu. Macho yake yalikutana na maneno yaliyomfanya ahisi kama amechomwa na ncha ya barafu moyoni. Mpenzi Lukamba, mbona hujibu? Mtoto anacheza sana leo. Anasema anataka kumuona baba yake. Usisahau kunitumia hela ya kliniki kesho. Na kupenda mume wa mtu. Mage alihisi dunia inazunguka. Lukamba alitoka bafuni akijifuta maji. Alipomuona Mage ameshika simu yake, uso wake ulibadilika na kuwa wa kinyama. Mage, sauti inatetemeka. Lukamba, huyu ni nani? Mtoto gani huyu anayecheza? Kwani una familia nyingine nje ya nyumba hii? Lukamba, Mage, nani amekupa ruhusa ya kushika simu yangu? Usianze uivu wako wa kijinga. Huyo ni mke wa rafiki yangu marehemu, na msaidia tu gharama za kliniki kwa heshima ya rafiki yangu. Acha ushamba. Ndio maana na kuficha mambo mengi kwa sababu huna akili ya kuelewa. Mage alibaki akilia kitandani huku Lukamba akijigeukia upande wa pili na kulala kama vile hajafanya kosa lolote. Siku zilivyosogea, Lukamba akawa mgeni. Harufu ya perfume mgeni ikawa rafiki ya shati zake. Mage akiwa na uzito wa mimba na maumivu ya mgongo alijikuta akilia kila usiku. Wiki 2 baadaye, Mage alikuwa njiani kuelekea kliniki. Alijisikia mchovu, lakini aliamua kupitia kwenye mgahawa mmoja kupata juisi. Alipofika mlangoni, macho yake yaliona kivuli alichokijua vyema. Pale kwenye meza ya pembeni yenye mwangaza hafifu, Lukamba alikuwa amemshika mkono binti mmoja mrembo aitwaye Sasha. Sasha alikuwa amevaa gauni jekundu, akicheka kicheko cha furaha huku akizungusha glasi ya juisi. Mage alipiga hatua, akasimama mbele yao. Lukamba akishtuka na kusimama haraka. Mage, unafanya nini hapa? Nilikuambia nipo kwenye kikao cha dharura ya ofisi. Mage, sauti imejaa uchungu. Lukamba, kikao cha ofisi kimehamia kwenye migahawa ya mahaba Lukamba. Na huyu mshirika wako wa kazi mbona anaonekana ana mradi tumboni kama wangu? Huyu ndiye yule mjane wa rafiki yako? Sasha hakushtuka. Alijiegama kwenye kiti akamtazama Mage kuanzia chini hadi juu kwa dharau, kisha akajipapasa tumbo lake kubwa. Baby Lukamba, huyu ndiye mwanamke unayesema na kuzeesha kwa malalamiko na harufu ya uzazi? Dada, tulia. Lukamba amechoka na sura yako ya huzuni. Hapa kuna damu changa. Mwambie ukweli Lukamba. Mwambie kuwa mimi ndiye mwenye mtoto wa kiume unayemtamani, sio yeye. Na ndani ya tumbo langu kuna mwirithi wa kweli ambaye Lukamba amemsubiri. Hauna chako hapa. Rudi kanywe uji wa kliniki ukatulie. Mage alimtazama Lukamba ili amtetee, lakini Lukamba alishusha macho chini. Mage alihisi uchungu mkubwa tumboni. Aligeuka na kuanza kukimbia nje ya mgahawa huku akilia. Alipofika barabarani, macho yalimzuia kuona. Pa! Gari lilimgonga Mage upande wa pembeni, akaanguka chini na kupoteza fahamu.